Nini maana yake? Kwamba kwa hakika Daktari Samia Suluhu Hassan anasikiliza changamoto na kadhia za watu wake, akazipatia suluhu iliyo njema. Sio kwamba imekuja tu ile. Huyo ndo Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa anaibisha kwa wivu wake, abishe tu. Tuna haki na wajibu wa kumwombea dua, na ukimwombea dua Daktari Samia Suluhu Hassan unaombea dua nchi yako. Mtu kama ana wivu wake, ana mambo yake, ni yeye tu, lakini ukimwombea dua yeye, basi umeombea dua nchi yako. Na ni wajibu kuombea dua nchi yetu, ni wajibu kuombea dua viongozi wetu. Sawa jamani, sitoi mawaidha, natuma salamu nilizopewa na Daktari Mwigulu Nchemba. Lakini tumshukuru na tumpongeze sana mbeba maono wa jumuiya yetu ya Kiislamu, Daktari Abubakar Zubeir. Huyu ndo mbeba maono wetu. Sio tu kwamba leo nimesikia ile risala, hapana. Sisi tunafuatilia kwa sababu huyu mimi ni mwalimu wangu. Tunafuatilia. He is very creative. Mbunifu sana. Leo shule hii ya kufundisha maarifa ya dini ya Kiislamu haikuwepo, ujio wake imeanza kuwepo. Sawa. Na faida yake mnaiona. Tumwombee dua. Tena ni wajibu kwetu. Ni maagizo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sana alaikum ma'rufa fakafiuhu, aliyekufanyieni jambo jema mlipeni mithili ya wema alokufanyieni. Fa in lam tajid fad'u la, kama hamwezi muombeeni dua. Tumwombee dua. Mwenyezi Mungu ambariki sana mufti wetu, ampe umri mrefu, aendelee kutuongoza na kumpa maono chanya ya kusaidia jumuiya yetu na nchi yetu kwa jumla. Huyu ndo Daktari Zubeir Alimbano. Wako wanasema, lakini ndo ulimwengu. Ukiona watu wanakuzungumza vyovyote, positive or negative, you have something. Kabisa. Leo ukiona wewe husemi lolote, ujue huyu mtihani. Yaani upewe nafasi ya uongozi halafu usisemwe, huo mtihani. Nami nikutie moyo Mheshimiwa Zubeir na viongozi wetu wa serikali. Ndo kawaida. Wahenga kule kwetu wanasema mwenda hidimani ndiye mkosa. Hidma ni kazi, yaani yule anayefanya kazi ndiyo hukosolewa. Kwa mfano, leo kenda msikitini, mtu ambaye Jumatatu hajaswali hapa, inawezekana moyo wake ukaekwa doa, si ndio? Ukawa na doa jeusi kwamba Jumatatu hujaswali, huna udhuru wowote. Asiyetoa sadaka huyo basi mali yake muflis, hata kama unamuona nayo. Si unaweza kuambiwa hivyo kwenye hotuba zetu. Lakini wewe unasema ambaye hakuja Ijumaa 3 mfululizo, mimi nipo na hii ni Ijumaa tangu nizaliwe sijawahi kukosa. Sasa unakosolewa wewe kwa sababu upo, umekuja. Sijui mnanielewa? Au vijana ni wa mpira, wanapeleka kwenye mpira. Maana mpira unaweza kusema pale Chama alikuwa atoe pasi pale badala ya kushuti, asingekosa leo. Wewe umekaa kwenye screen unaangalia tu feni la kupepea, mwenzako anavuja jasho mle. Leo kwa sababu yeye ndo yuko hidimani, anafanya kazi, ndio anakosolewa. Kwa hiyo nikwambie Sheikh, wewe watu kukosoa ufanye kwa sababu unafanya kazi nzuri. Ndio maana yakatokea hayo. Hawezi kukosolewa mtu ambaye amelala kwenye kitanda tu na saa zangu fupi. Tumeingia
katika uwanja wa taaluma, kujifunza. Unapojifunza kuna mambo mengi yanakuzunguka, na leo ulimwengu umehamia kwenye mitandao. Hata kusoma naamini mnaelewa zaidi kiangalia social media kuliko mwalimu kukaa pale kwa muda mrefu, au akupe kwa ufupi tu afu akufungulie clip, hapo utaelewa vizuri zaidi. Ninachoomba, tuendeni kuitumia vizuri mitandao yetu positively. Kuna vitabu mbalimbali vya kujifunza kupitia mitandao. Hebu tujifunzeni hayo, na wito huu sio kwa wanafunzi nyinyi tu, wanafunzi wote Tanzania. Tumieni mitandao vizuri. Vijana wote Tanzania, tumieni mitandao kupata ajira na kuongeza kipato. Kweli ukitumia vizuri, tunao wataalamu wetu wa kuelekeza sisi, utakuwa ni ajira yako, sizo ajira zile ambazo tunaziona kupitia kwenye mitandao, za kuvunja ndoa za watu, za kuvunja heshima za watu, za kuvunja ulwa wa watu. Tumeshuhudia hapa leo, tumeshuhudia yani mtu amejiajiri mwenyewe tu kwenye mitandao, anatafuta mtu kumvunjia heshima yake, anamvua nguo mtu bila kujali ni baba wa watu, ni kiongozi wa watu, ni mme wa mtu, au ni mke wa mtu, au ni mama wa mtu, bila kujali. Haishafika mahali tu mtu anamchafua mtu mwanzo mwisho, naye anajisikia fahari. Na bahati mbaya wengine ni ndugu zetu katika imani, ni Waislamu ambao wanafanya hivi, ni Watanzania wenye maadili na silka zao na desturi na mila zao, ndio wanafanya hivyo. Siku moja nimeona mahali wasema Sheikh kafanya 1 2 3. Sheikh, sasa na wewe ndugu yangu Muislamu unachukua tu kwamba imamu kafanya hivi, Sheikh kafanya hivi. Ni binadamu na yeye, kama ni kweli sawa, kama si kweli, kama ni kweli sawa, na kama si kweli sawa, utakuwa umemzulia kama sio kweli, na kama ni kweli umemsema mahali sipo, umemsengenya mahali sipo, au umemdhania. Na Allah ametuambia baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dha dhanni ithm. Sasa wewe unaenda kumdhania mtu hivi hivi, kwanza kuna haja gani ya kwenda kupelelezana, kupekuana? Hiyo haya inaendeleaje? Wala tajassasu wala yaghtabu ba'dha wala msipekuane, msipelelezane. Hivi mmoja wenu yuko tayari kula nyama ya ndugu yake maiti? Basi mmekatazwa kula. Mtu sikunyofua hivi, ile kumsengenya unamla mwenzio, kumzulia unamla mwenzio, kumdhania unamla mwenzio. Sisi hivyo, sisi kwa sisi, mtihani mkubwa. Leo kuna watu wamejiajiri eti wana maabara. Mufti niliona siku moja kwenye clip kwa anacheka, kaitwa baba, kaitwa na mama, baadaye huko kaitwa na mtoto, eti ndio pale anatengeneza ndoa huyo. Sijui wanaita maabara za ndoa, si maabara za nini? Hamjawahi kuona hapa duniani kuna maabara fulani hivi, wanaanza kusema, wanasema yale maovu ya mtu mwanzo mwisho. Tusichafuane. Kisema kwamba huyu shekhe imam ulama, na yeye ni binadamu. Kwani daktari hagonjwi? Daktari haumwi? Tumeshuhudia, unaenda daktari kumuona tu dola 100. Siku nyingine unakwenda tangia juzi kapata homa, yule jino linamuuma. Yesu ndo daktari bingwa. Kwa sababu gani? Ubinadamu. Kwa hiyo hata yakitokea tuvumiliane na tusishadidie maovu. Na hii inatokana kwa sababu hatupendani. Ndugu zangu katika imani, naomba tupendane, tushikamane, tuvumiliane, wote tuwe kitu kimoja, wote tuwe wamoja, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wahtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Sasa shetani gani huyo? Adui gani huyo ambaye ametuingia? Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu kadiri pasavyo mnavyoweza, na msije kufa, msife ila mmeshakuwa nani? Wanyenyekevu Waislamu. Na msifarikiane, shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu, msifarikiane. Leo kwa sababu ya kukosa mapenzi tunatiana aibu sisi kwa sisi, tunatafunana sisi kwa sisi, tunakulana sisi kwa sisi, kwa sababu ya kukosa mapenzi. Kwa sababu ya kukosa mapenzi. Tupendane Waislamu, tumswalie Bwana Mtume, aswaliwe Bwana Mtume. Tupendane, tushikamane, na wala tusifike mahali tukasema hawa ni vijana wa sasa, hawa ni watu wa leo, wale walofanya yale yasiyofaa kupoteza amani yetu. Mtu anasema ni vijana hawa sasa, watu wa leo hawa. Hapana, hakuna mtoto hata mmoja anaitwa, watu waliokuja kusoma hapa hakuna anaitwa Muhammad sasa, Ali sasa, Juma sasa. Muhammad Ali, Muhammad Hamisi, Ahmad Hassan, si ndio? Imam Shafi karne hizo alisema aibu zamanina wal aibu fina wama zamanina aiba siwana la yakulu dhibu lahma akhihi dhiba walakina naakulana ba'da min ba'dina. Tusizitie zama aibu, tunazitia zama aibu wakati wenye aibu ni sisi, na hazikuwa zama zenye aibu, bali wenye aibu ni sisi. Kwa nini? Haikuwahi kutokea mbwa mwitu kula nyama ya mbwa mwitu mwenziwe, lakini leo sisi tunakula na sisi kwa sisi. Hapa leo uwanja huu ni mdogo sana, usingetosha huu. Eti tu mtu ana madhehebu fulani sijui nani wewe, lakini unatamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kama unatamka hivyo, kitu gani kilichokufanya eti leo BAKWATA wana shughuli, mimi madhehebu fulani hapanifai, mimi nani siende Shetani gani huyo ameingia? Shetani gani huyo ameingia? Ndugu zangu katika imani, tupendane, tushikamane, tuwe kitu kimoja, na mpende viongozi wenu, muombee dua viongozi wenu. Lakini jingine ni vyema tukirimiane, tupeane tulionayo ya kheri, na tulindane penye shari. Tupeane, na ni muhimu sana kuzingatia nani unamkirimu, muhimu sana. Alikuweko mshairi mmoja anasema, idha anta akramta karima malakta. Unapomkirimu mtu mwema, basi huyo umemheshimisha na atakuheshimu. Wengine wasema umemtawala, hapana, umemheshimisha na atakuheshimu. wa in anta akramta laiman tamarrada. Lakini ukinkirimu mtu mbaya, mkorofi, huyo atakurudia tu. Wewe angalia hapa duniani, kuna watu walitolewa ndani, wakafatwa walikokuwa, mwisho wa siku baada ya kukirimiwa hilo wakalipwa na fedha za matibabu. Na mimi nazijua, nilikuwa wizara fedha wakati huo, nazijua. Wamepewa za safari na wale wahudumia. Tamarrada, wamerudi, wamemrejea. Mifano ipo mingi. Kwa hiyo tuwe na hadhari pia katika kufanya ikram zetu. Kimkirimu mtu ambaye ni muungwana, basi huyo umemheshimisha na atakuheshimu. Lakini laim, lazima tu atakurejea. Hamjui yule, mimi ndo namjua, amefanya hivyo. Umeyapata wapi?